chombo, nikakuwe mwalimu mzuri wa kufundishana neno lako jinsi wewe unataka na jinsi ulivyokubalisha. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Simketi chini sasa. Nani atanibalansia hapo? Leo nataka tuangalie the purpose of God's calling. Ni kwa nini Mungu anaita watu? Kwanza kabisa, are you called? Umeitwa ama ni kufikiria unafikiria kwa umeitwa? Are you here because just the volume? No, please. Uza tu kitu kimoja. Just the calling. Nini? Volume, main volume. Hello? Hapana. Hello? Iliende chini. Punguza. Hapo. Pole. Asante. Why are you called? Umeitwa kwa nini? So kwanza kabisa ni kuelewa umeitwa ama haujaitwa. Kwa sababu tuko wengi sana, tuko kanisani ama tuko kwenye pulpit ama tuko kwenye mambo tukifanya, lakini ukiangalia sana labda ulijisukumilia maneno ukafikiria umeitwa. Na kuna wengine wameitwa but they don't understand, they don't know whether they have been called. Uko hapa unahangaika na umehangaika na mihemeko mingi sana na umeitwa but you've never understood yourself. Unakuta behavior yako na karakta yako na mwenda wazimu haiwachanagi sana, because venye una behave na venye unakaa haukai kama uko na kichwa mzuri, kwa sababu haujui whether you are called or you are not called. Na hiyo tumekuwa tukichanganya sana, na tukichagaza hiyo maneno, kuna maneno mengi imekufanyikia ambayo wewe mwenyewe umeshindwa kujielewa. Kwa mfano, wakati Musa aliitwa, Musa mwenyewe hakuwa anaelewa ama ameelewa ameitwa. Musa miaka yake yote ameishi kwa nyumba ya mfalme, alikuwa hajielewi kabisa, mpaka wakati aliua mtu ndio alianzishwa safari yake. Maana wakati aliua mtu, aliua na akazika himself, akazika. And when he buried, kube kuna watu wawili walimwangalia wakamuona akizika. So when he went again kwenda kuzunguka na kuburaga around, walimwambia Musa, kuja, unakumbuka ile kitu ulifanya pale? Kutoka hapo Musa akatoroka, na alipotoroka ndio safari yake ya utumishi ilianza. Maana kutoka hapo alitoroka mpaka kaenda akakuta watu wa mama wanachota maji, na mama walikuwa wanachota maji, walikuwa wamekaa kado pale wakigojea masaa fulani. Akawauliza, ni kwa nini mnakaa hapa? Wakamwambia, hatuwezi kuchota saa hii kwa sababu naona kile kimwanaume kinatupigaga, na tukikuja hapa kuchota maji kitatupiga, kwa hivyo tunakaa kado. Musa alikuwa na nguvu ya kipekee, akawaambia, nendeni mkachote maji. Si mnaona hata mimi nakwambia nenda chote, nenda ufanye tuone ile kitu atafanya. Akawaambia, nendeni mchote maji. Wakaenda wakachota, walipochota wakabeba maji yao wakaenda bila mtu kumuuliza. Walipofika nyumbani, baba yao akawauliza, kwa nini leo mmekuja mapema? Wakamwambia, kuna mjamaa ametusaidia leo, hatukupigwa. Then baba anaitwa Jethro akawauliza, na mbona mmeacha mtu kama huyo? Si mungekuja naye nyumbani, akuja angalau tumpikie kachai. Sasa wakaambia, nendeni mumtafute. Wakaenda tena wakachota maji gine na wakakuja na mwanaume, wakakuja nyumbani. Alifika nyumbani alipata kibali.
tunazungumzia mambo ya kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipata nini? Kibali kwa baba anaitwa Jethro, na akaambiwa sasa, kaa hapa, kama hauna mahali pa kwenda kaa hapa. Kumbuka Musa alipoanza safari ya kuzaliwa alikosa mahali pa kuishi, maana kulitangazwa vijana wote wachijwe. Wakaona sasa huyu jamaa hata chijua hapa, maana wazazi ni kama ni kumtupa, walimtupa wasione akiuliwa. Naona venye unaweza kuona kabaka kwire kunene katika kwire gionaga, because automatically walijua watakufa, vijana wote watauliwa. So wazazi with their own wisdom walienda wakamficha karibu kwa mto. Kalipokuwa kwa mto, naye msichana wa mfalme akateremka kwenda kufanya mambo yake huko kwa mto. Akasikia katoto kanalia, akachukua katoto akapeleka nyumbani. Alipopeleka nyumbani kalipata kibali, akakuuliwa. Walijua hawa ni wale tunachija, hawa ni wale wa hawa watu, lakini hakakuuliwa, na kalikuwa kwenye mikono ya yule mtu alikuwa na uana. Bwana Yesu asifiwe sana. You can be in a very bad situation. For you to know that you are called, they will not touch you. The people who are after your head, they are the people who will protect you. Bwana asifiwe sana. Maana hawa walijua, hata Musa alisema hawa ni wale ambao tunasema tufanya nini? Washughulikiwe. Lakini instead wa Musa ashughulikiwe, alisema apatiwe chakula. Na mtoto akakaa hapa wakijua huyu si wetu, huyu ni wa upande ule mwingine. Na akakaa hapo, na Mungu akampatia kibali ndani ya familia, maana kunasemekana he was the best child kwa hiyo familia. Kwa hivyo kuna kitu kinaendanishaka na wewe kama you are called. For you to know you are called, there is a favor you have. Hata kama unapitia hali gumu, hata kama kuna challenge, hata kama kuna difficulties in your life, there is a favor. Na hiyo favor inakusaidiaga una move from one point to another point. Hiyo favor inakusaidiaga kufaulu katika ile hali huko saizi, inakupeleka to the next point. Haitakupeleka kwa mapendekezo yako, haitakupeleka kwa ile mipango wewe unaweza kuwa ulikuwa nataka upitie, ama kabarabara kale ulitaka upitie, lakini ile kitu itafanyika mahali ulikuwa unaenda, utaenda. Hata kama utabebwa na motorbike, lakini utaenda. Hata kama utabebwa na puda, utaenda. Lakini the accomplishment ya desire na design ya Mungu itakufikisha mahali unataka. Favor. Na si wewe mapenzi yako, na elimu yako yote itakuwa imetolewa, maarifa yote itakuwa imetolewa, na mipango yote itakuwa imetolewa, lakini utafika bila wewe kuhusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kama huduma, tunapofanya huduma kama hii, unaona vitu ambavyo tunafanya hivi ni vikubwa, lakini kama ingekuwa ni ile kufanya mahesabu, tunakaa chini kama kamati, tunapanga kama kamati, kila kitu kama kamati, hapa tumefika, tungekuwa tumefika. Lakini kuna kitu Mungu alifanya mpaka tukajikuta wapi? Hapa. Unakuta kuna favor fulani, kibali kinakuja, na watu unasikia kila mtu anataka kukua pamoja na wewe, na kila mtu anataka kukusaidia, na watu unasikia watu fulani wameungana mahali wamesema tusaidie huyu mtu wa Mungu. Favor. Ambia mwenzako favor. Favor haikujaji kwa sababu ya maandishi, favor haikujaji kwa sababu ya plani ya mtu ama plani ya watu. Favor inakujaga because God, the reason, the purpose of that moment. Unafaa kuvuka kutoka mtu pande hii uvuke pande hii. So God will create a system ya kukutoa hapa kwenda pale. Ukienda kufikiria the same system utaitumia uvuke the other side, unakuta ifanyi kazi. Mpaka najiuliza, si tulifanya hivi, mbona imefail? Kwa sababu the purpose of that favor ya saa hiyo, it is not the purpose of the next favor. When you learn to understand, God is a God of one glory to another glory. So these glories are not the same. These glories do not look alike. These glories are not from the same school. It is a glory depending on the situation you are in. Today ulikuwa na njaa, kesho utakuwa na kiu ya maji. Kesho kutwa hautakuwa na kiu ya maji, kesho kutwa you will be in danger. Fisi itakuwa hapa, morodhi itakuwa hapa, na nyoka itakuwa hapa, na maadui ndio wale. So God will create a situation ambayo itakutoa hapo, but it is a glory. Ile ya njaa na hii ya kiu ya maji na hii ya kukutoa kwenye maadui itakuwa the same glory, it's a glory but differently designed. So maisha ya watu wengi sana tukiangalia, unakuta we are facing challenges of life,
Sio kwa sababu we deserve the challenges, but God is in you, is doing something in you, lakini uelewi. Wewe unaona kufugiwa nyumba, wewe unaona kufukuzwa, wewe unaona kuambiwa maneno mazito, wewe unaona kufanywa madharau, wewe unaona kufanywa hivi, but there is a push in your life, na hii push ndio inakupeleka mpaka ufike mahali unastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. And the push will make you successful, will make you succeed in the next moves of life. Kwa hivyo unaona Musa wakati alienda huko, ile kibali alipata kibali gani? Hakupata kibali kule, alikuwa mtoto wa mfalme. Kule alitoka mara ya kwanza, aliishi kama mtoto wa mfalme, mtoto ambaye aliheshimika, mtoto ambaye alitambulika, na alikula kama watoto wa kifalme, aliishi kama wao, alitembea kama wao, kila kitu ilikuwa kama wao. Lakini alipofika kwa Jethro, aliambiwa kachunge kondoo. It is a glory. Ametoka kwa nyumba ya utumwa, ametoka kwa nyumba ambayo ilikuwa na watawala, lakini sasa ameenda kwa nyumba ambayo iko free. Lakini hii nyumba ambayo iko free, aliambiwa kachunge nini? Kondoo. Maana kondoo ndizo zilikuwa the next motorbike ya kumpeleka mahali anaenda. Alipoenda kuchunga kondoo, akaenda kuchunga, alijikuta kwa kichaka Mount wapi? Mount gani? Mount gani? Wa Kristo. Mount Sinai. Kwenda Mount Sinai, kumbe kondoo zilikuwa zimuogose aende mpaka mahali atakutana na Mungu. Alipofika kwa kichaka, akaona kichaka yote inawaka moto. Akaenda kukaribia kuangalia hii moto ni ya nini. Akakuta mahali alisimama, akaambiwa, wewe msee, toa kiatu, mahali umesimama ni patakatifu. Akaulizwa ni nani? Akasikia sauti inasema, na hiyo sauti alipotaja, ilipomuita jina yake, alisema, here I am Lord. Sasa niulize, nani alikuwa amemfundisha ni Lord? Hakuna mtu, lakini the situation ilitengeneza maneno, ikatengeneza environment for him to recognize the presence of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you are walking and you are in the processes of God, there will be many challenges, and these challenges will make you feel like you are neglected, feel like you are hated, feel like you are not loved, feel like things are collapsing. But if you detect very well, na ujue ya kwamba God is in this process, then you not need to worry, because God is taking care of you. And God, when God is taking care of you, He will take care of you in situations that are very dangerous. Angalia wana wa Israeli, bado na Musa bado wameenda, unaona wakienda wakiimba nyimbo za ushindi, lakini walipoenda wakatokelezea mto. Ndio hii kutokelezea mto. Sasa wakaanza kuulizana, hapa tunavukaga namna gani? Kuangalia nyuma, wakaona maadui ndio wale. Wakasikia mgurumo na watu maadui na silaha zikikuja na mafarasi zikikuja, wakipiga manduru, wakijua sasa tumekamata watu. Katika hiyo hali, wana wa Israeli wakaambia Musa, namna gani? Uliona kule Egypt hakuna makaburi, tungezikwa. Si afadhali ungetuacha tukue tu mateka? Afadhali ungetuacha tu tuendelee kufanya kazi huko? Afadhali ungetuacha tukae huko? Angalia sasa aibu ile umetuletea hapa. Umetuletea aibu, tunaenda kukufa. Na tutakufa jangwani jamani. Kwa nini umetufanya hivi Musa? Wakasahau zile barabara walipitia, na mambo yale yalitendeka in the process for them to be there. Maana bila kozi itendeka. The same Moses aliagusha mti, nyoka zikameza, mti kabadilika ikakuwa nyoka, nyoka hiyo ikameza nyoka zingine, maadui zote zikaisha. The same Moses alifanya miujiza, alirusha jivu juu hivi, ng'ombe na mambuzi na Farao na watu wao wote wakajawa na majipu, wakagojeka. Hawa jamaa wakaiza. Moses did miracles, but because the miracle they were doing then is not the same miracle they are supposed to do now, they never remembered the miracle that was done yesterday. That is what we call the glory of God from one level to another level. The glory of God from this level, level 1, it is not similar to the glory of God in level 2. And it will not be the same in level 3. And it will not be the same in level 4. Circumstances will be different. People will be operating, or the transition will be so different, ati ya kwamba hata wewe mwenyewe utaona this is not making sense. Sasa niambie, mto ndio hii, maadui ni wale. Kweli hapo kulikuwa na escape kweli? There was no escape, because kule kwa mlima
maadui wamekuja mbele yao, ni mto na ni kubwa, hawawezi, wakiingia huko watabebwa. It was such a strategic move of God for God to be seen again. And God, when God is using you, when God is planning for you, he will only do something that will make him and his name be glorified, be known, because of what he has done. He will do something that you will not be able to participate, but to be instructed. Bwana Yesu asifiwe sana. You will do something that you will not sit down and plan and say this is what we're going to do, even if it's a plan. No. He will do something that it is beyond you, beyond your understanding, beyond your comprehension, beyond your knowledge. You will be helpless. You will be just there waiting to die, only for God to come and rescue you, only for God to come and lift you. And after the lifting, you will say it is God, it is not us. Hautasema ni sisi, hautasema kama singekuwa hatukekuwa. Maana hata Musa alianza kulia wakati aliangalia situation, akaangalia pande hii na akaangalia pande hii, na huyu ni Musa mwenye walikuwa naongea na Mungu kila siku, lakini hata yeye alilia. Bwana Yesu asifiwe sana, because he found this is beyond us. Hatujawahi kutana na situation kama hii, hatujawahi kukua kwenye a problem kama hii. So that when the glory of God, when it is transiting you from to the next glory, the experience has never been to you previously. So there is no comparison. Hakuna kusema tuikako. Na ndio unaonaga watu ukikuja kunipatia mambo ya experience, kanisa inaogosagwa hivi na kuambiwa cha ujinga. Hapa si kwa experience, hapa ni kwa kugoja instruction. Abiwa next, amuka ni kwenda, zingine amuka ni kwenda. So that is a situation where you are led 100%, controlled and maneuvered by God, because of the current situation that is a base for the next move. The current situation does not reflect the previous situation. It reflects the future situation. So when you are moving from one glory to another glory, it is about the current situation to the next situation. But you don't borrow from the past, because the past will not work. Only what will work, it is the faith that is new. Wakati Musa alikuwa the same people, wakati alianza kulia na kama wale wengine. Sasa akashindwa, ataambia watu wengine, watu wanamwangalia macho, wanamkodolea, wanamuuliza, kwa nini ulipaka tukuje tumaliziwe hapa? Sio ungetuacha tumaliziwe huko. Sasa na yeye hakuwa analia kwa sababu ile reason inafanya hawa walie. Ile reason ilikuwa inafanya hawa walie ni kwamba watakufa. Lakini Musa alilia kwa sababu ya kuona venye Mungu amemdanganya. Na ndivyo sisi tunakuaga hivyo. Maana aliona Mungu huyu ametudanganya. Alituambia yuko pamoja na sisi. Angalia maadui ndio hawa, angalia maadui, maji ndio hii. Hii ni maadui na hii ni maadui. So when you look backward at your past, unaona maadui wakubwa. That is why when God is processing you, he stops you from seeing behind, but see what is ahead of you. Because if Moses had seen what is ahead, he would have made it possible for him to move without cry. He would have made a solution for them. He would have made something for them. Na kuambia tulieni, si ni mimi yule Musa, si mnanijua? Si hivi hivyo ni ile lifanyika nyoka. Kwa hivyo nikiitumia with the same God, hii kitu itafanyika hapa. But he had no idea what to do. Alikuwa na idea nyoka, hii miti ilibadilike ikakuwa nyoka, lakini hakuwa na idea hii miti inaweza kuoga maji moto ikauke. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are being processed by God, you become idealess. You don't have idea, you don't have a plan. Nobody has a plan. The way you see me here, I don't have a plan for tomorrow, for this ministry. Sijui kesho itakuwaje, sijui Sunday itakuwaje. All the plan I had ni ya leo ni nini? Kwa sababu nimefikishwa leo, nikakaa kwa ofisi, nilikuwa nimelala, nikiongoja kuuliza Mungu aniambie ukwenda fundithie andu akwate. Sasa wakati imefika saa 7 kasorobo dakika 5 ndio ripoti imekuja, akaniambia you are going to teach this. Ndio nimekuja nikaandika karatasi 1 2 3 4 topic. Sasa nikamwambia nikifika hapa Mungu akaniambia hiyo ingine nitakupatia ukiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am controlled, I am directed, I am under an instruction. I don't do all things ambazo mimi najua.
I don't apply. Mimi ukiniletea mambo yako ati ni kuapply ile mambo tunadua ile kamati ya kanisa, ama sasa my friends wakuja wakae hapa wakusaidie, wanisaidie, they don't. Mutanisaidia lakini haitafaulu, haitafanyika. But what God has said, has planned, utakuta inajifanya peke yake. So when Moses alipoona maadui ndio hawa wanakuja na maadui watatumalisha, sasa hiyo alianza kulia. Maana Moses hakulia the same cry na hawa watu. Hawa walikuwa nalia wakiuliza, turaregete gukwirana kule niki mundu aratuhenire, huyu mujama alitudanganya tukuje tukuvia hapa. Naye Musa alikuwa nalia, wale walikuwa nalia kwa sababu Musa aliwadanganya. Naye Musa alikuwa nalia kwa nini? Mungu alimudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. So Musa wakati alilia, kilio ya Musa ilienda kwa Mungu. Kilio ya watu wengine hawa wote ilienda kwa Musa. Nabii heshimu mafuta ile ambayo uko chini yake. Maana hiyo mafuta ndio Mungu anatumia. Kama uko chini unanifuata mimi, solution zote zenu zitatokana na mimi. Na mimi solution nikienda huko nililia Mungu. Maisha ikikuwa gumu sana hapa ama kukue na mambo mingi, naendaka kukarumukagu pale, nalala hapo naita Mungu na mwambia, sasa angalia. Naye Mungu ananisikiliza. Akinisikiliza ananituma, nenda uambie wafanye hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nabii katika kitabu cha Second Chronicles, heshimu manabii na umuatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wao ndio wanafanya nini? Yeah? They will give you prosperity. The direction to your life is in the hands of the prophets. But the foundation to your life is in the hands of God. Bwana Yesu asifiwe sana. When you understand the prosperity, the growth of your life is in the hands of the prophets, identify the right prophet in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't be jumping. So if you want to succeed in life, get involved. Tafuta nabii ambaye unajua mnaenda bali. Ndio naona Waislamu hawatushidi kwa sababu wako na akili mingi. Wanatushida kwa sababu they have one prophet, Mtume Muhammad. And they identify him and they sit under him. In fact, they respect their prophet than God. Unaweza kutukana Mungu wao, lakini kutukana prophet utapigwa na mawe. Because huyo ndio anafanya wapate biashara. Biashara zao zote they are anchored in the teachings of the prophet. Kazi zao, metodere yao, wazao, vitu zao zote they are anchored in the teachings of the prophet. But where is your prosperity? Where is your business anchored? Do you anchor where? Because even the Jesus we are following, it is not like it's the same Jesus other kule kwa nganga wanafuata, ama kule kwa Catholic wanafuata, ama kule kwa Anglican wanafuata. It is like we have different Jesuses. And these Jesuses, it is anakuja kulingana na mimi kadini kagu kale nimetengeneza, natengeneza Yesu wangu. Maana Yesu wa Catholic si anawekwa kwa msalaba, na anawekwa kwa rodhario, na anawekwa kwa kule nje, anawekelewa, anachomelewa, anafungwa huko kwa kiplastiki, wanaedaka huko nakuta wanainama hivi, wanamuinamia. Sasa mimi ukiniletea huyo Yesu nitakupiga. Lakini yeye bado anaitwa nani? Yesu. Na wangu hapa anaitwa nani? Yesu. But identification of these two Jesuses is different. Maana Yesu wa Mkatoliki akiwekwa kwa rodhario unakuta anafanya nini? Anazungusha hiyo rodhario pole pole akiogea. Ama anafugilia hapa kwa wale sasa wa sister wale ambao wako virgin, wanafuga msalaba na wanafugilia wapi? Hapa. Ndio alide kila mahali. Na mwingine anaweka kitu hapa ndio alide wapi? Na mwingine anaweka kwa mkono ndio alide nini? Unakuta yule Yesu wewe unamfuata. Mimi simfuati wa rodhario, namfuata Yesu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning we don't have a one prophet in our life. Just like the Muslim are one under Muhammad. Lakini sasa Mkatoliki kama huyu ako na Yesu wake kwa kifua amemuhani. Usiku ikifika anatoa Yesu, anamweka kwa meza, anaingia kwa blanketi, anajifunika, Yesu analala akisikia baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wengine ukienda kule utakuta Yesu mkubwa amewekwa kwa msalaba pale, ukiona wanakuja wanamuinamia, lakini mvua ikikunyesha utawaona wengine wameweka mwavuli wasinyeshewe, Yesu amwekeagi mwavuli, ananyeshewa mpaka anakoda huko kwa msalaba.
Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the misunderstanding, and that is why we have failed too much, because we don't understand to what kind of a prophet are we following. But because we have churches now, I am your prophet in this church, and if you have sat under me, you are going to reap the benefits. If also I am of God, if also I am true, follow me as I follow Christ. If I'm not following Christ, you should not follow me. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must, the discerning spirit in you must be very high to discern whether I am right. Si masegenyo, sio ile mnaitaka kuzungumza pale kado, kusema pale kado ati aposto anafanya nona muhikisho tonyire muhikisho no mena akere uno irima mke atumia ne maroka leo uno leko. Hiyo sasa, hiyo inakuua. It is killing you because it is unatoa uchi wa baba yako. Usiwezi kuja kuniita dadi hapa na wewe ni wa masegenyo. Wewe unaendaka kunidiscuss na yule mwingine. Ukiniita dadi ni kumaanisha I am your father, na you are not supposed to discuss my naked. Ukidiscuss my naked, wewe uko na laana kama nani? Uko na laana kama Ham, na ndio naona you forever stagnate. Kumbuka katika kitabu cha Ezekiel 16 inasema na nini? Mwanadamu lifahamishe ama fahamisha Yerusalemu mambo yake yaliyo chukizo. Ni mambo gani? Ati kuzaliwa, your nativity and your birth is of the land of Canaan. So unapata nyuma, unaona Canaan ni nani? Canaan ni mtoto wa Ham. Lakini kwa sababu nani alilaniwa? Ni Ham, si Canaan. Aliyelaniwa ni Ham, si Canaan alilaniwa. Lakini Ham alikuwa ndani ya Sabina Dani, na wale wanyama wawili kulikuwa watu 8 waliokuwa ndani ya Sabina, na Mungu alideclare akasema, nyinyi ambaye mlikuwa ndani hamutalaaniwa. Kwa hivyo laana haingeweza kushika nani? Ham. Lakini laana imetoka, inafanya nini? Itatafuta mahali pa kwenda, na walipata kwa nani? Kwa mtoto wa Ham anaitwa Canaan. So therefore wherever Canaan went, he was carrying a curse. Bwana Yesu asifiwe sana, because mtu aliona uchi wa baba yake. So wewe sasa, wewe na wewe mkae kunidiscuss na unaniitaga dadi, na wewe unaniitaga dadi. Kunidiscuss ni kunitoa guo. Sasa mimi umeona uchi wa nani? Uchi wangu. Sasa nini itafanyika? Utalaaniwa. Ndio nakuta watu wako makanisani but they are completely stagnated. Watu wako kanisani but they are completely hana mwelekeo, hana mwisho. Amejaribu kila aina ya maisha, nothing is happening. If you have ever discussed, sio hapa tu, hata kule ulitoka, maana nyinyi yote mmetoka kudu mahali, mmetoka kwa Nganga, mmetoka kwa James, mmetoka kwa Wajiro, mmetoka kwa Simon Makode, nyinyi yote kuna mahali mlitoka. Kama uliwahi kukaa chini ukadiskasi yule mtu ulikuwa chini yake, ulidiskasi uchi wa huyo mtu, na ndio kwa maana uko na laana iko kwa kichwa yako, itakufuata mpaka kwa kaburi yako until you will stand, repent. Itakufuata mpaka kwa kaburi. You will die a very poor person. Why? Because uliona uchi ya nani? Your spiritual father. So you don't discuss them. Hata kama a spiritual father is a human like anybody. Matatizo wanakuwaga na mingi. Si unaona mimi ni handsome? Si unaona ni handsome? Sasa naweza kosa kukuzungumzia. Si wewe umekuja hapa labda ukaniona na ukaona huyu jamani mzuri, na ukanifugia jicho, na ukaanza kubehave in a manner suggestive. Mimi si binadamu. Ukianza kuwa suggestive, si hata mimi mwili yangu itaanza kusema maneno yameanza kukua mzuri. So I will do it. Dikikora hawa tejage unogokore hadu kakona ine hadu uhurukete wega jage kuhigira lido. Atato de pasta. No, my body itasema, itaanza kuitisha. Itaitisha taska moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Itataka. I'm a human being like you. So that is why you are told, keep distance. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep distance. Angalia huyu mama mwenye alikuwa anapagusa Yesu nini? Si ni prostitute. Si ni mama alikuwa anachota maji. Akafuata, wakati aliangalia kijamani kihadisam, alianza kufuata jamaa. Baka akaenda akatafuta pesa. Mama mmesikia alikuwa anafanya kaburi gani?
Hiyo mwanamke alikuwa anafanya kazi kampuni gani? Kuna mahali mlisikia alikuwa anafanya kazi? Na alitoa wapi pesa hiyo ya kununua mafuta mzuri ya expensive? Alikuwa prostitute. Kwa hivyo is most likely alienda kule akafanya kazi 2-3 ndio apate pesa ya kuja kuturapu huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaenda na akapata pesa na akakuja na akanunua the most expensive mafuta. Inasemekana current price inaweza kuwa 1.2 million kama ni sahihi ifanyike hizo mafuta. Kachupa kametoshana hivi. Mpaka Judasi akakuja akaambia Yesu, si mkiwaacha hii mafuta tuuze tutengeneze pesa. Kumbuka Judasi si walikuwa na Yesu. Yesu akimwambia kata samaki tutoe pesa kwa samaki. So he knows this man can make money from the blue. Anaweza hata kuvuliza hewa hivi na pesa sitengenezeke. Lakini Judas alikuwa naona bali. Judas alikuwa naangalia. Judas was clever than all of them. Ndio alikuwa na kiherehere. Mpaka wakati aliuza Yesu, hakuwa anauza Yesu akijua Yesu atakufa. Alijua Yesu watamshika hivi amema bawa na aende, lakini wakuwe na pesa. Maana Judas loved money. Na alikuwa anataka pesa ya kuendesha ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huo mama alipokaa hapo akaona hii jamaa tunaweza kumshika namna, alienda akatafuta kitu kedo kiakoro gekirete adwali yake. Halo. Kukamata mtu lazima ukamate mtu na kitu iko expensive. Si kukuja kumkamata hapa na kununua chipsi hapa na kununua biskuiti hapa unaletea mimi ati unafikiria utanikamata. Hutanikamata, tafuta kitu expensive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu. Sasa alikamata Yesu. Na wakati the mama akaeka mafuta, una imagine kule hawakuwa na trouser ama walikuwa na nguo mrefu inafika kajo, inafika huko. Na mama tunaambiwa alitumia nywele kufanya nini? Sasa alikuwa nafanya hapa na nywele. Alikuwa anaelekea wapi? Akili yako sasa ya mtu hii mnakuaga akili bofu mnakuaga nayo hapo kwa hii kanisa. Unataka tuweke hiyo akili bofu zenu. Huyo mama alikuwa anaelekea wapi? Na nywele akipandisha na nywele akipanda na nywele aroreteko. Tuweke hizo akili zenu bofu za hapa hii kanisa, maana hizo ndizo mnakuaga nazo. Tuweke hapo sasa uangalie huyo mama kuna direction alikuwa naenda, na hiyo ndio iliprovoke mtu anaitwa nani? Juda. Akakuja akaambia wewe na wewe katutagedia maguta maya ndio haotoe huyu mtu. Bwana asifiwe sana. Ndio haotoe mtu, maana huyu mtu ameenda too much. Haleluya. Na hiyo ndio kusaidiana. Hiyo ndio kusaidiana. Si kwenda kunianika, sio kwenda kunitagasa. Kunisaidia ni kutoa from the scene of crime. Because mwanaume yote, si unaona Yesu alikuwa ametulia. Umesikia mahali Yesu alicomplain? Niambie tu ukweli. Ulisikia mahali Yesu alicomplain kwambia huyu mama, wewe tigana maundu macio urenda gweka? Yesu alitulia. Maana alinyoroza mguu na mama akaanza kupanda na mafuta. Everybody has weakness. Maana Yesu ametoka kwa kirani gani? Ametoka kwa kirani ya Juda. Na kirani ya Juda from kutoka chini kupanda juu ni kirani ya mambo ya usherati mtupu. Daudi ndio huyo. Teremuka kwa Jese. Teremuka mpaka chini mpaka kwa Juda mwenyewe alilala na mtoto na bibi ya his sons. Bwana Yesu, he came from a wicked clan. Therefore that is why the spirit of wickedness ilikuwa inamfuata. Mimi guka yangu alikuwa na wanawake 13 na alizaa watoto wengi sana. Sasa mnataka kuniambia am I special than my guka? No, I am carrying his blood. Blood yangu ni joto. Nikiona mama naanza kutetemeka, kwa sababu that is what it is in my blood, because it is speaking. Na ndio tunazungumziaga mambo ya madhabahu. Tuvuje madhabahu. Tukivuja madhabahu, you will be able to be disconnected. That is my weakness. That is the line of my weakness. Nimezaa watoto wangapi? Niko na watoto 21. Zi bibi mmoja. Watoto 3 tu ndio wa bibi mmoja. Hawa wengine ni one. Sasa mimi naguka tofauti kwa. It is my weakness. It is in our blood. And that is why we speak about the system of the blood. System ya blood yako ni gani?
ndio ita kutatulia, kujua, kujielewa. Sasa mimi wakati nimejielewa, blood yetu ina hiyo tabia baya baya, blood yetu iko na hii maneno. My work is to work very hard to run away and also pray very hard to make sure God assists me, kunisaidia. Na sasa wewe tunatembea na wewe, na wewe nisaidie, unisaidie, kunisaidia kutoka hapo. Ukiona ninaanza kukufugia jicho, piga kwa nabili uende, sababu nakupigia mimi ni binadamu, niko kuhigira lidhododa. Wanaenda je kwa uole somoka tuthie. You know the way Jesus was protected by Judas. We need a Judas. You need a Judas. Aniuze. No, not that we. The best way you can, it is to stand with me in this walk and make sure you love me. Kunipenda ni kunikosoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si kunikosoa muende mkadiscuss pale, hiyo ni laana tena. Ni kuja kuniambia wewe, hii mafuta wacha tuuze tutengeneze, na unachukua hiyo mafuta unaenda nayo. Tuacha tukauze. Umekata hiyo kitu, lakini sio kwenda kusegenya, sio kwenda kupiga mtu. Therefore, for you to understand that you are called, you are able to discern, you are able to detect, you are able to know muko situation gani. Musa alipoanza kulia, Mungu alikuja akamuuliza, nikegera kulelia kilimo hiki, unalia kwa nini? Akamwambia, sasa maneno yamekuwa gumu na ni kama umetuacha. Hivyo ndivyo Musa alimwambia, ni kama umetuacha. Watu wengi sasa hapa tunakuaga hapa, ukiangalia mumefika to the point of bad situation, mpaka unafidira shidwa. Huyu mgai, huyu Mungu nimeomba siku hizi zote, huyu Mungu nimeita all this time, where are you? That nilikuwa na hope na hii kazi itafaulu, imeanguka. Nilikuwa na hope na hii doa itasimama, ikaanguka. Nilikuwa na hope this thing is going to work, it has failed to work. So you come asking yourself, why did this happen? And God, nimefuga, nimetoka Katoroni siku 7, nimekuja, ninakuaga muibaji, hata nikiimba na usikiaga roho ameteremuka. Mimi nakuaga asha, ndio napakaga watu. Every Sunday na kujaga mapema, hata siku zingine nalalaga kanisani, but nothing is working for me. That is the greatest question you keep asking yourself. Where are you, God? Wewe ulienda wapi? Ulipotelea wapi? Hiyo ndio maswali ile Musa alikuwa anajiuliza. Alifika mahali akaona watu kerede imelia na kerede inataka kumpiga. Kumbuka wakati Daudi walikuwa wameenda wakapigana na Wafilisti, wakapigana akashinda vita, na wakakuja wakiiba song za warrior wakichukaruka. Kufika kwake nyumbani akakuta bibi mbili wamechukuliwa, watoto wamechukuliwa, ng'ombe zimechukuliwa. Hata kama ni wewe utafikiriaje? What kind of a God is this? Mpaka watu wakamwambia, wakamgeuka, wakamwambia, wewe Daudi, kumbe ulitutaganya tuende huko ndio watu vitu zetu zibebwe. Daudi wakajaribu kupiga Daudi. Daudi akavaa, akasema give me the effort. Akavaa vazi la kuabudu, akaingia kwenye madhabahu yake, akaenda akauliza Mungu, yaani no jekiogo, because I think hiyo ndio maswali aliuliza Mungu. Kaino ujekio hotane kulia, nipige maadui wako nimalize. Kumbe umetuma maadui hao, ukaachilia maadui wengine hapa. Mungu akamuuliza, sasa una complain nini? Si ukuja kwangu ukiwa na sacrifice? That is the most important thing. Akamwambia kuja na sacrifice. Akaenda huko kwenye madhabahu, akainua sacrifice, akaweka hapo. Kisha Mungu akasimama. Daudi akamuuliza, tufuate ama tusifuate? Bwana Yesu asifiwe sana. With a sacrifice. Maana wakati alitoa sacrifice ndio aliuliza Mungu swali, nifuate hawa watu ama nisifuate? Mungu akamwambia nini? Fuata, and surely utarudi na vitu zako na vitu zao utazibeba, utakuja nazo. Akaambia watu ni twendeni sasa. Wakafuata, wakaenda. Aliwachapa na akakuja na vitu zao zote. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to know that you are being called. Umeitwa. God will create circumstances which are very compounded and are very difficult for you to understand.
Anoint your mind, si akili yako. Maana wakati Daudi watu wanataka kularua yeye, alikimbia kwa nyumba ya Mungu na akaingia kwa hekalu na akaweka mavazi ya kihekalu na akakaa huko, si kwa sababu alikuwa najua kuna solution itatoka. Alienda huko kujificha na kuuzia watu uoga. Nimona dehuba guo matonyo mawikala haregai mwaka kwemenyera gaini yako munina ni kuuza uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana imefika mwisho, hata kama na wewe watu umekuta kijiji mzima yenu imechukuliwa, mabibi wamechukuliwa, mabuzi wamechukuliwa, watoto wenu wote wameenda. What will you think about that God you have been fighting for? Umetoka kwa kichaka siku nyingi mkipigana vita, only to come and discover the same God you are defending did not defend you. Bwana Yesu asifiwe sana. That prompts a lot of questions. Where are you, this God? Kokoro here na teweka. We are doing this good job for you, but you are at na ugaga gotire kodo tonaga. You are omnipresent, omnificent, ni omniscient, omnisufficient. Na nini nyingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda kuangalia huyo Mungu hayuko pamoja na wewe, amekuachilia. Because God want to lift you. God want to bless you. He created that gap. Ndio wakuje watu wote roho ziiname zote. Maana mpaka roho ya Daudi iliinama kama venye roho nyingi zenu zimeinama. Wakati aliingia kwa nyumba ya Mungu, akaambiwa nenda, alikuta Mungu kule walikuwa napigana na maadui. Yeye mwenyewe na silaha walipigana na maadui. Kumbe kurudi padi Mungu ndiye alipigana. So the challenge you are facing today, it is not for you. It is not your challenge. Just wait for a minute. Akaambia in the book of Exodus 14, akaambia Musa, akaambia wana wa Israeli, the people you are seeing today, you are not going to see them. Why? Aliwaambia stand still and wait for the deliverance of God, because wama adui unawaona leo hautawaona tena, because God had already prepared a war to make a victory for your people. God is making a victory for you. God is preparing a success story for you. God is writing your story. God is doing a new thing in your life. This thing you will never forget, because it is not your energy, it is not by power nor by mighty. In the book of inaitwa kitabu ya Zakaria, ni Zakaria 4:6, inasema it is not by mighty nor by power, but by the Holy Spirit you are going to win this battle. It is not your battle. It is not your battle. Akamwambia Musa akaambia wana wa Israeli, maadui ambao mnawaona leo, you will never see them again. And in fact, it is beyond their understanding, because they were Egyptians, they were more experienced, they were more superior, they were more organized, they had weapons, they were so superior to them. But na walikuwa bado wamewashika, maana wote walikuwa mateka. Lakini Moses was speaking to them. Na akawaambia, the enemies you are seeing today, the Egyptians you are seeing today, you will never see them. But what happened? There is a very powerful statement behind it. Stand still. For the Egyptians you are seeing today, you will never see them again. How? What will happen? God will do that battle. So the battles of God you are not allowed to participate in the battle. You are just allowed to participate in witnessing, in seeing the glory of God, in seeing how powerful your God is, in seeing how gracious your God is, in seeing how successful your God can be. Because God says, I am a God who has never lost a battle. I am a God of your fathers. He told Abraham, akamwambia Aram, because you have not denied me your son, because you have not denied me whatever I asked for in the book of Genesis 22, because you have not denied me your son, what will happen? From now henceforth, that you shall increase like the sand of the sea, or you shall increase like the stars of heaven. And your generation, you are what? Your generation, your generation will never be defeated by their enemies. So this man called Moses was anchored on a promise of God, and a promise of God that said a generation of Abraham will never lose a battle. That is why David was strong. That is why Abraham was, Elijah was strong. That is why Moses was strong. That is why Joshua was strong, because they were anchored on a promise of God,
unto who? Unto Abraham. Long time ago. And when he did a sacrifice, God promised him that entire generation, you will always win battles. Battle after battle, you will conquer them. How? It is not by mighty nor by power, but by what? By the Spirit of God, where battles are won. Battles are not won by your mouth. Battles are not won because of your flesh. Battles are not won because of whatever you are doing. Battles are won by the Spirit of God. When Gideon was preparing 32,000 men, hello, he had prepared 32,000 men to go and do a battle against who? The Midianites, the Amalekites, the people from south, the people, the Ammonites, the Girgashites. He prepared 32,000 men. Bwana Yesu asifiwe sana. Preparing 32,000 men, it is not a one-day job. It is not a one-year job. It is not a 2 years job. It is a more than 5 years job kutengeneza watu hawa wote, na wakakuwa wamepagika, na wakakuwa ni jeshi ready to go to battle. But when God appeared to Gideon, alimwambia, you man of valor, you shall win this battle as a man. Remember, this man has prepared 32,000, but now God is speaking and telling him, you shall win this battle as a man. So he never understood. Akauliza Mungu, in my family I'm the least, in our clan we are the least, how are we going to win this battle? Mungu akasimama akamwambia, you man of valor. Hallelujah. Kumbe there is a name that God calls you. Kumbe there is a name that God knows you. You are not known by the name. What's your name? God does not know you by the name Benedetta. God knows you in a different name, a name that is heavenly, a name that is associated with the battles of heaven. Because when you're doing the battles of heaven are spiritual, are not physical. Benedetta is a physical name, but there is a name you are known in heaven as a man of valor, as a man who is superior, as a man who is a warrior. According to the heavens, how you are known. Bwana Yesu asifiwe sana. Engage when you are doing any spiritual battle. Engage the heavenly spheres. Engage the heavenly realms, so that you can be able to identify, or they will tell you how you are known. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when Abraham chose to engage God in the spiritual realm, his name changed. From Abram, it became what? Abraham. Sarah was Sarai, and the name changed to Sarah. Why? Because they engaged themselves in another superior name, in another superior realm, spiritual realm. When you engage yourself, you change the physicality, you change how you look like, you change how you operate, you change the kind of people that operate with you. And that is why I normally tell you, that is an indicator to know that your breakthrough is around. For you to be able to know your breakthrough is around, God brings separation, and God brings changes in your life. One thing, separation will come. How will it happen? The people you used to think are your good friends will all be removed from you, because God wants to deal with you alone, not with your friend. Your friends will not help you. Your friend will not assist you. Your friend will not guide you. Your friend will not stand with you anywhere. Your friends will run away from you. God will remove them. They will try. You will try to go to the near your friends, and even your friends will try to come near you, but it will not work. People that have been praying with you will be removed, so that God can deal with you. Ndio sikuje kusema ni intercessor. Kama hatungekuwa na intercessor, hatungefika hapa. Kama hatungekuwa na mapasta, hatungefika hapa. Kama hatungekuwa na hii team, hatungefika hapa. No. God will make sure you have nothing to cling on. You have nothing to say, had it not for this could have happened. God will cause it to happen, so that whenever you go and you say, kanegai, tutigirato for it. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to know you are called, and even also to understand the purposes of your calling.
to know the purposes of your calling, you must understand whether you are called, so that you can be able to know the purposes. So once you know the purposes of calling, you will be able to know you have been chosen to do what? We are called so that we may enter into the fellowship with the Son of God, that is Jesus Christ. That is the purpose, so that you may enter into the fellowship with God. You cannot be able to enter into the fellowship with God without being called. That is why you have been called, selected, set aside, put aside for the purposes of the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. If you look at the book of Romans chapter number 1 verse 7, it suggests, it tells that the calling that we have, it is all basically founded on the calling of God, the systems of heaven. And kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. There is a reason. There is a reason you are here in this church. There is a reason you are with us here, because kuna neema kwenu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu, na neema na iwe kwenu. That's the grace of God, the purposes, the reason of God. Let every reason of God be working with you. Let every reason of God be in your life. Let every reason of God be the subject of the foundation of what you are going through now. You may be going through a challenge, yes. I don't say that when you are a Christian you cannot become sick. That when you are Christian you cannot become poor. That when you are Christian you cannot become, no. When a Christian does not make you different from others, you will face the same challenges. But how to win the challenges, it is different from how they win their challenges. God will make it yourself superior, and He will conquer them and defeat them and win every battle that is against you. Bwana Yesu asifiwe sana. What happens when God calls you? Did you know what happens when God calls you? When God calls you, there is something that happens in your life. One, you are isolated. One, you live like you are rejected. Another one, you live like you are not part of the society. When you are called, you live your old life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what happens, that your old life will be removed from you. And many things that you used to enjoy, life, friendship that you used to have around you, the kind of businesses you used to have, the kind of company you used to be with, will be removed from you. The old that is new will die, so that a new man, a new woman can be resurrected, can be created out of what? Out of what is happening to you. So number two, you are reorganized. When you are called, God will come into you and reorganize you. The book of Genesis, chapter number 11 verse 10, let's look at it and see, because God reorganizes you. When Moses started this process of being a servant of God, he was reorganized. So maybe you are facing the reorganization. Maybe all your plans have been yani zimefutwa, kila kitu, plani zako zote zimekwama, zimefutwa, haziko tena. It is God who is reorganizing you. God is putting you in a new perspective, a perspective that you are going to make it and succeed. Therefore, the Bible says, hivi ndivyo vizazi vya sehemu vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksadi miaka 2 baada ya gharika. Tuendelee please. Shemu akaishi baada ya kumzaa Arfaksadi miaka 500, akazaa wana wa kiume na wana wa kike. 12 please. Arfaksadi akaishi miaka 35, akamzaa Sera. So God reorganized the whole setup that was there previously, so that He can bring a new lineage. Bwana Yesu asifiwe sana. So what's happening to you, it is not God ati amekuavoid. God is still working with you.
God is still with you. God still loves you. He still takes care of you. He still does everything. But what is happening is that God is recognizing you. Kwa hivyo hako kabiashara kako kamefungika, sio ati Mungu amekusahau. God wants to give you a better business. Hiyo ndoa yako ambayo imevurugika, God wants to give you a better marriage. A vast marriage, a very well organized marriage. God is planning, God is bringing a new plan in your life. A plan that God will be associated with, because the foundation ambayo you laid is not a foundation of God. Therefore, when you are laid on a foundation that is not godly, God will dismantle the entire foundation to create a new foundation that Him only will be recognized. So whatever that is happening in you, it is because you are called. Hiyo biashara yako inakwama, hiyo maneno yako inakwama, maybe you refuse to hear God, so God has made you to hear Him. Hallelujah. By reorganizing you, by kiukia hiyo mipango yako yote ulikuwa umepanga, amekuja amefuta yote. Ukikuja umepata mistari ile ulikuwa umeweka haipo. Sasa unaanza kuuliza, sasa nitaanza namna gani? Hapo ndio naita Mungu kuja nisaidie, because God wants you to rely Him only on the planning. God wants you to rely Him only on the execution of the every agenda that He has for you, because He has got good agenda. He says that I have got good plan, not to destroy you, a good plan to make you, a good plan to make you succeed, a good plan for you to become a winner. God is making you to win. God is causing you to be successful. God is causing you to conquer where many people have not been able to conquer. God is causing you to make strides where many people have never made. God is causing you to have favor among His men. Just imagine that we are in the city center, a church like this one, a church led by a former Mungike leader, that it is in the middle of the city, yeah, and we are well booming. Everybody's listening to us. People are watching on their televisions. They are watching us, listening to us, and doing what we are teaching. That is powerful. That is gracious. That is powerful, because this is God. It is not me. Because if I was to be asked, I'll be doing my business, shrewd businesses down there, because that is what I know. To do shrewd business, I know, I'm good at that. But God stopped all the business and told me, it is my business first, your business number 2. Bwana Yesu asifiwe sana. He disorganized everything in me. He has disorganized me completely. I am disorganized. Hata tukikana nyinyi hapa mnaonanga mtu smart, mtu wako na akili mingi, lakini si mimi, ni akili za mki nimewekwa ikine. Na inakujaga wakati ile Mungu anataka, because of the purpose of what he's doing. Because He has disorganized me to organize me. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why your business is failing, because God is disorganizing you to organize you, to give you a better business, to take you to Dubai, to take you to Turkey, to take you to Japan, to take you to America, just purposely for businesses. Bwana Yesu asifiwe sana. You used to go to a church, or used to be somebody recognized in a church. This is not, Bwana Yesu asifiwe sana, this is not because that God hates you. God has brought a separation. If you see people moving out of you, don't even bother wanting to know where did they go. Wacha waende. They were part of the problem that was hindering the work of God being done in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ukiona ameondoka na hujamkosea, ameondoka ameenda, ni kufukuzwa, amefukuzwa na Mungu. Si ati amefukuzwa na shetani, amefukuzwa na Mungu, maana she or he was an agenda that was against you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale watu walikuja purposely, not because they are in the purpose of God, but they want to be an institution where many people are, an institution where a big name is, an institution where something is happening. But when you are in the plan of God, the kind of people that will walk you are the people hearing from God, not from you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I strive to raise a generation that is hearing from God, that is instructed by God. Do this, because when you are in the plan of God, there is nothing that you can lose. There is nowhere you can fail. There is nowhere you can fail to make. You will always make it. You will always be successful. You will always conquer where many people have failed to conquer. You will always be successful where people have failed to be successful. You will always be of greatness where many people have failed. So do not be worried. Ukiona mtu amekuondokea, just go and tell God, thank you, because I didn't know that was my enemy. You have revealed that was my enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu amekuondokea, yani alikuwa ni adui yako,
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu hukujua, ulikuwa nafikiria ni ni rafiki ananipikia kachai, kumbe ni nyoka. Ilikuwa wapi? Inakaa na mimi, na mimi nilikuwa naona nini? Mtu. Sasa kwa sababu Mungu ameona hii nyoka hii itauma mtu yangu, akaiondoa. Sasa ikiwa bali ndio unaanza kujua gai uberato la gai nyoka. Sasa unakuta Mungu, God loves you. So be happy when you see them go. Be happy when you see them moving out of your life, because God is doing, as long as yourself you are with God, be happy. If you see Rhoda has gone, ati umetotoka umeondoka umeleft kwa grupu, basi mimi naambia Mungu asante sana. Mimi sikuwa nafikiria Rhoda ni nyoka, na kumbe alikuwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio una understand, manyoka ndio hii, nyoka ndio hiyo. Kumbe hata hii ilikuwa nyoka. Kumbe hata hii ilikuwa nyoka. Kumbe hata hii ilikuwa nyoka. Na ndivyo haki nilikuwa nampenda huyu. Kumbe ilikuwa inakuja nikilala inaniangalia tu hivi, najua one day I will swallow you. Now before they swallows you, God will cause something. Kukuwe na moshi. Kukikuwa na moshi, nyoka itoroke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitachi ya neighbor, mwambie umesikia? Muulize, when are you leaving? Muulize, when are you leaving? Amekwambiaje? When are you leaving? Muulize. Amekujibu aje? Amekujibu aje? Amekujibu aje? Not yet. No, time not yet. Unasikia huyu amesema not yet time. Kwa hivyo time is coming. Time is coming. So never follow anybody who has left you. Never. Don't even think about them. Just let them go and wish them well. Na kama hawana fare, watumie fare waende bali kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Never, because it is God that has caused that separation. It is not you. It is God that has caused. But also kuna manyoka zingine Mungu atakubalisha tuendelee kukaa nazo, kwa sababu hizo manyoka zinatusaidiaga kukaa karibu na Mungu. Ukisikia pale kuna nyoka, na hiyo Mungu anakupatia revelation, unaiona, unajuaga huyu msichana ni nyoka. Sasa na Mungu anakwambia utakaa nayo. Sasa kila siku utakuwa unasikia majani, unasikia majani imepita, unaruka Jehovah, oh my God. They keep you closer to God. There are some snakes that will be left to walk with you, to keep you closer to God, to keep you mentioning God, to keep you announcing the name of God, to keep you saying, indeed, kama si Mungu hapa hatungetoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. So furahia. Zile nyoka zimetoka, furahia. Ile nyoka iko karibu na wewe na ijetoka, kaa nayo na ukae nayo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si munipigie makofi kwa sababu nimekufundisha kitu mzuri. Na nimeona sasa leo ni kama mumefunguka kidogo na kuelewa kidogo. The value of calling. What is the value? What is the value of your calling? Because you need to understand what is the value of your calling. That value, it is the one that makes you successful, make you win, make you go anywhere. Because if your calling is valueless, if you are you're a pastor, you're whatever you say you are, but the value, you are not adding value to others, you are useless. You are a character that does not add value, because you need to add value. Being in a mission, being in a ministry like this one, you need to add value. We need to see you adding value. Not a nagger, not nagging, but adding what? Value. What value have you added in an institution you are? In the marriage that you are? Did you add any value? In business that you are in a company with other people, did you add any value? Or wewe tu, you were just a baggage. Wewe ni mzigo. Kwa hiyo marriage yako wewe ni mzigo, baggage. Kinyamukira anuka. Bwana Yesu asifiwe sana. The value of a calling is to make us better. Have you made this institution to be better? Have you made the people in institution? Sio kuweka hizi decoration, sio kufagia huko kungare. It is huyu msichana amekuja, alikuwa prostitute. I'm sorry for using this. Amekuwa prostitute, na wewe ni mzuri, unakaaga biguni. Sasa umekuja umekuta mtu anakaaga hapa duniani kwa shetani. What kind of a value will you add to her?
how will you help her change? Because yes, unajua umekaa biguni, unajua biguni venye kuna kaagwa. Have you brought that lifestyle ya biguni kwa wale watu wengine? Na sisi tukae hapa duniani because hatujapata visa ya kwenda biguni, tukae kama wale wa biguni, na sisi hapa tukikaa utuletee education ya kutoka kule, tukae na sisi hapa. That is a calling is meant to add value. If my calling is not adding value in your life, you don't need to sit here. You don't need to waste your time here. You don't need to be here uniitage daddy ya nini, and I'm not adding value. Na ukijiangalia uone last week ile character ulikuwa nayo bado uko nayo hata sasa, I'm of no value to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama masegenyo bado uko na masegenyo, last month ulikuwa mulikaa kwa ile meza, kwa ile deski pale, mkasegenya mtu na mtu mwingine akakaa kwa ile ka ofisi, mkasegenya mtu na mtu last week, na tena leo umesegenya mtu mwingine. You have no value in this place because haujawacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukikuja hapa last year, ulikuja hapa kwa sababu uliona TDH, uliona tall dark and handsome, na mpaka saa hii bado unaona tall dark and handsome, there is no value. I'm not giving you any value. Go, toka eda hapa kwa Manyuro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye natafuta Wakorino mtengeneza kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because if I have not changed you, you are not supposed to work with me more than 2 months. I need to at least, ulikuja hapa, yes, you are not blamed. Uliniona kwa social media, ukaona kemodrume kira ugaru. Hiyo ndio darasa ya Ngai enda kuhudhira akulete hapa. Ukifika hapa, you need now to change. Kwa sababu kabla ufike hapa, si ulikuta wanawake? Unafikia hawa wengine ni wajinga kukuliko, ama ni werefu kukuliko? Atotokeri wewe ni wali uguka huko immediately ni wetekereka. Tondu wewe ni wewe nake. Are you made of mercury ama gold? Sasa wewe umekuta wanawake already walikuwa hapa na walitangulia na wamekaa mwaka mzima. Sasa wewe umekuja leo na tumalida twako uhioreti oguo wakinya goko no gatekari wewe ni wagwetekereka, wewe ni wa maana muno. Wewe kuja fanya ile kazi imekuleta. Kama wewe ni wasikubiri na wale wengine mkiona mtu amekuja na mioto yake ya kufanya kufagia kupaka rangi hapa, waacha apake. Hiyo ndio aliitiwa. Akimaliza kupaka ataambiwa kanisa lingine imejengwa hapa, utamkuta huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamkuta huko. Sasa ukipigana na yeye na wewe hujai paka, umekaa hapa mpaka wewe mwenyewe kiatu yako imehunyuka, ni venye umekaa hapa. Lakini yeye amekuja ameona hapa kuwekwa carpet hivi, kuwekwa carpet hivi. Hata ngoa akienda, hapana, atakuwa amefanya kazi yake. Sasa muache aende next afanye kazi nyingine, kwa sababu kuna wao katika huduma kazi yao ni hiyo. Anakuja naona nakuta atakuja hapa aigie aone makosa tupu na arekebishe yote. Lakini akimaliza miezi 2 hamtamuona hapa. Anaenda. Mupatie ruhusa yake afanye. Kiweza kuzuia utagogwa, utagojeka, hautatoka. Mungu atasababisha kiugonjwa kitafanya ulale Kenyatta miezi ngapi? 6 mpaka kazi yake ifanyike. Kazi yake ikifanyika unapona, unarudishwa hapa. Ukikuja unasema, "Oh salala, takwataka lili hapa." Kayo niwe kaye. Glory, this is the glory we used to say. But remember, uliondolewa maana wewe ulikuwa obstacle of the glory. Wewe ndio ulikuwa unazuia kazi ya Mungu ifanyike. Na huko umepelekwa huko umenyoroswa, umekuja, ukikuja unajua kuna Mungu. Maana hiyo kitanda next watu wamekufa 6, kitanda hii nyingine next wamekufa 8, upande huu mwingine wamekufa, na wewe ndio unafunikaga wakikufa. Ukituka huko utakuja ukijua kuna Mungu bigoni. Bwana Yesu, kimudomo na kiherehere mingi. Utakuja kama umekata. Unakuja unasema, ukiona mtu amekuja na microphone unamwambia, "May God bless you." Wacha, hii kazi ifanyagwa ina mtu mmoja, na hii kazi inafanyagwa in layers. Ukifanya yako leo iishe, ondokea, mwingine akuje afanye. Hata kama amekuja na TDH, tutampatia ruhusa akae kama TDH hapa kazi ifanyike ya Mungu na iendelee. Maana alitumwa na hiyo ndio gari imemuleta. Kama walikuja na pikipiki, kuna watu walikuja na kisururu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuja na Range Rover, kuna watu walikuja kwenye tiga ili ya kulima barabara ndio iliwafikisha hapa. Kuna wengine, mimi kwetu nilitoka na gari ya mafuta, lori ya mafuta, niliobewa lift. Sasa hizi mimi naendaka na Mercedes home. So nilipatiwa nafasi, nikakuja Nairobi na gari ya mafuta lift. Nikakuja. Sasa hizi naendaka nyumbani na gari ya mafuta. Hapana.
Tuhĩtũkanaga nacio barabara. Nyonaga gari lori cia maguta ngĩthi kũnyua maguta. No nikikuja ilikuwa my precious vehicle that brought me to my destiny. So everybody has a vehicle that takes you to your destiny. So do not be an obstruction to anybody. Do not be an obstruction to anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. And you will see how great it is. Kama disciples wa Yesu ndio wangeulizwa, wale wa mama walisurround Yesu wengi, wangekuwa karibu kweli? Wangewafukuza. Maana Yesu spend more time with these women than with these men. Mpaka ndio uliona waligenerate ile bitterness kubwa. But who helped the ministry of Jesus Christ? Is it the disciples ama ni hawa mama? Ni wa mama. Who is the first evangelist? Ni maaposto ama ni mama? Ni mama. Nani aliona Yesu akifufuka? Ni maaposto ama ni mama? Ni wa mama. Why? Alifanya hivyo kwa nini? Kumbuka Yesu alikuwa amefukuzwa kwa kina Martha kama 2 weeks last time. Akasikia Lazarus amekufa. What did he do? Akeihoria. Alirudi mpaka huko. Kwenda hataki hata kukunywa maji. Ako wapi? Wakamwambia, "Toeni hiyo jiwe." Because he knew there is a lady here who is of my destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you come to my life, I will allow you to operate within that which God has called you to come and do. And once your mission is gone, I am telling you, utajaribu kukaa kwa nyumba wanadagie horera thimo. Mpaka unajaribu kuimagine nikikupigia. Mpaka unajaribu kuota nikikupigia. I can't. Kazi yako na wewe iliisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi iliisha. Na ilipoisha iliisha. So I will not hang on you. Because if I hang on you, I'm killing you. And if I hang on you, you are killing me. Because the purpose of me and you being together imeondoka. So huyo mtu muachilie aende to the next station. Ndio aende asaidie kule kwingine. Na wewe ugoje hiyo train nyingine inakuja. Itakuja na watu 10 wakusaidia wewe kwenda hapo ingine. Nikimwake inamia jikikogwa. Kamurali na mfishoro liko. Mlikuwa na plani gani? Nyote nimeona shiko zimekaa hivi. Kakudhiaga atia. Ugo niko kudhiaga. Kama you are a good student of Jesus Christ, that is how Jesus behaved. That is how Jesus succeeded in his ministry. That is how Moses behaved. That is how Elijah and Elisha behaved. Ulisikia Elisha akiomba alitutafute nani? Elijah. Wakati jamaa alienda, alisahau maana alipata ile kitu alikuwa anataka. Hawa wazee wakakuja wakamwambia, Elijah yeye uko githaka-ini. Yeye lazima kuwe hapo kwa kichaka. Wakamsubua wakamwambia, "Twende tukamtafute." Yeye akawaambia, "There were 50 men." Akawaambia, "Thie mukamshalie." Mwenye mwana vatanake. Yeye akirikirie. Aliambiwa, "Ukiniona nikienda, nitakuachia anointing." Na anointing yako nayo. Wajamaa wanamwambia twende tukatafute. Wapi? Yeye alijua jamaa hayuko, ameenda. He forgot about that man and he got into ministry immediately. Na akatake over immediately. Hello. That is knowing. Are you bettering? What kind of value are you adding? When God has called you, he gives you a higher vision to live up in order to bring the best in you. He gives you a higher vision so that you can live the best. So that you can do what? He gives you a higher vision to live up in order to bring the best in you. So it is all about bringing the best. What is the best that you have brought here? What is the best that you have brought in that marriage? What is the best that you have brought in that business? What is the best you have brought in the society? What is the best you have brought here? Ni kwa hii nyumba tangu kuja hapa. Ni nini umefanya? Ni kitu gani unaweza kutuambia utuandikie, this is what I did. What the best ni ki uliweka kigatuma huko tukainaina tuigue haha nuenyenya umefanya kitu mpaka watu wakajua kweli na zotireshire gigo no wikikio. If you are called, but if you have never done anything here, you are not called. When ni muziko tu, you're just but a burden. Please
Tiwe dawa. Niona amehiori hivi na afu yako na jogomba. Nikasikia. Naweza kusikia mekelewa ya mgongo na anasema ni Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. There are three things that God calls us to do. There are three things that God calls us to do. One is to do justice, and another one is to love in kindness, and number three, to walk in a humble way. Walk humbly with God. Be humble. Be humble. Don't brag around. Don't want anybody even to know who you are. Just do the work of God. Be in the positions of God. Be in the plans of God. Hii mambo ingine ya kutaka kubrag, unaonekana, unajulikana, you want everybody to witness that you are the one doing this. That one is taking you to hell. Hiyo ni ajenda ya shetani. Hata ukikuja hapa ukue mhubiri namna gani, hata ukue waroige, hata ukue nganga, ukue nani, but what you are doing is showcasing you to many to people, then you are doing it wrong. Umeanguka mtihani. Jifiche kabisa, hata watu wasikujue. Jifiche, fanya huko chini chini. Be unrecognized. Just let God recognize you. Let God know that it's you who is doing this. Let God understand. Ni wewe tu. Only God, the God that blesses you in the open, He is also capable in blessing you in the secret places. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people who are billionaire but you can never know. There are people who are successful in life but you can never know. There are people who have left their Range Rovers at home, wanakuja na motorbike hapa. You can never. Anatoka akienda wedding. Na akienda kuulizwa anasema ni neighbor yake alimpatia gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wengine hapa mupatie tu kapurado kama jeli hapa. No tukome, no tulale torojeli. Nani kapurado? Bwana Yesu asifiwe sana. So let us live a life that is humble, a life that is caring, a life that is kind, a life that do justice to everybody, love everybody, and be kind to everybody, and walk humbly, and then God will make you successful. May God bless you for today. I hope I've spoken to somebody's heart, and I hope you will understand. If you are not called, don't bother. Maybe ni jina lako halijapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu failo ni mingi na labda jina yako uliandika jina lingine unaitagwa Masengeli na uliandika Musengeli. Sasa confusion ya failo inaleta shida. But for now, because I know you are called by God, may you serve God diligently. May you walk according to the plans of God. May you be successful in the plans of God. May you win this battle wherever you go. May God conquer your enemies. May God defeat them, they were the one to defeat you. May God suppress them that they want to suppress you. May God make you successful in whatever that you endeavor. God has set you free. God has set you free in Jesus' name. So you can bring your sacrifices here. Today I want yourself, wewe mwenyewe, we speak, tuombe hizo vitu vitatu: humbleness, being kind, and what? The three things I've said. You have the heart of justice, the heart that is justice, the heart that is humble, the heart that is kind. Those three things, that is what I want you to pray tonight for. Mutakutoa viatu zenu, mutakuja hapa kwa madhabahu. Ukuje tu upige magoti, uombe tu. Those three things will make the calling in you start working immediately. Na ile maneno yote umeinukiwa, umevamiwa, umeabiwa, umenyaganywa. Watu wengi hapa wamenyaganywa. Wewe si ulinyaganywa pesa? Ndego. Na unaifuatilia na inapotea. Hebu kwanza humble down, because God called you into ministry. But because kichwa yako ni gumu kama ya Mwarabu, sasa kuja uyeushe hiyo kichwa. Hapa utaona simu ikipigiwa urudishwe pesa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mko hapa watu wengi, you are supposed to serve, lakini kichwa ni gumu. Kichwa ni gumu, ni kama ya woria.
Bwana Yesu asifiwe. Hamutaki kusikia, hamutaki hata kuambiwa, kwa sababu mnaruka, mko hapa, na mumezoea kwenda kwa mapasta, mumezoea kwenda kwa nini, kwa watu huko na huko. But when tell you one thing, allow the process of God to walk with you, allow the process of God be with you, and you will become very successful, and every battle in your life will be won easily without anybody forcing it. You don't need to force anything. Wacha watu wasikujue. Just be humble. Just kaa tu kamutu kakufagia kakupita huko, and you will see how God will do. He will magnify you, he will lift you up, he will just make you that wonderful. Remember like December tukiruka mwaka, niliwaambia watu wasikuwe na kiburi, wasikuwe na nini, na kiburi. Nilisema kitu kama hiyo, maana nikasema wachungaji wengi walio na kiburi wataanikwa towards the end of the year, wataanikana wao wenyewe, watalaruana wao wenyewe kwa wenyewe. Mnaona wakilaruana sasa? Na nikwambia kuna mabishop wengine ni magay na wengine ni lesbian, mumeona wakisemana sasa? Nikwambia kuna mabishop wengine ni watu wa Illuminati, si wanasema sasa? So be humble, let God lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha Mungu akuinue. Mungu anajua uko na akili, maana si yeye alikupatia, lakini akakwambia usitumie akili yako, tumia akili yako na nitakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. So leo nataka uambie Mungu, toa hiyo akili yangu bofu, uweke akili yako mzuri, ndio nitembee na wewe. Kujeni hapa na mlete sadaka zenu, muwekelee hapa kwa hii level hii. Nataka kuwapadisa into a level of maturity. Mulete kwa hii level na mfanye haraka. Nataka kwa watu mnakaa kama jeshi. Nagulia, weka hapa, ama weka hapo na upige magoti hapo chini. Ingia huko juu ama mahali utaona pazuri na wewe. Ingia huko juu kabisa. Upande huko juu. Ukahawe. Mwadhani yako lidikane. Dini wali tulia Yesu Kristo. Mako na mremo na kuhota na kwa koma. Na la magira ya utukate kuma mmoja. Ndio kuhora kuma ndio. Toa hizi mafuraha zote. Mupatie huyu mrebo, mumupatie hii. Huyu mumupatie hii aende naye. Wekelea bahasha yako pandeni mpaka hapa katikati. If you want. Yes. Is this what's happening? Wewe toa viatu yako, ingie hapa. Nyinyi yote ingieni hapa. Wewe keyboard si unajua hiyo? Hebu weka nisikie. Weka bass kidogo. Create the conducive atmosphere. Wewe Asha, ingia huko. Weka chini mashuka yako. Ingia huko, kila mtu aingie huko. Sasa itisa Mungu, mwambie nimekuja mbele zako, nahitaji unipe moyo, a kind heart, a heart that loves you, that I'll be able to love everybody, that I'll be able to be where you want me to be, a meek heart. Nipatie moyo wa kufanya mapenzi yako. Mwambie tu, nipe moyo wa kukua mahali unataka nikue, wa kufanya mapenzi yako, wa kuishi kwa njia zako, wa kusimama kwa njia zako. Mwambie tu, just pray kabisa. You have 1 hour ya kupray.
Amen.